Kwa hiyo mitandao ya kijamii ni soko kubwa, lakini lazima ujue mbinu za kuvutia na kuhamasisha wateja. Tumesema somo letu la leo linazungumzia issue za mitandao. Kwa hiyo anakuambia katika dunia ya leo wateja wako wengi wa mitandao wako Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok na mitandao mingine. Tunaelewana? Kwa hiyo na mengine. Kujua jinsi ya kutumia vyema majukwaa haya ni muhimu sana kufanikisha mauzo ndani ya dakika 3. Elisha, ulisikiliza ile video? Naomba nijibu hapa. Elisha, unayeshaanza kuwa na mjuaji. Sawa. Sasa hapa anakuambia hatua 5 ambazo zitakusaidia kuuza haraka mtandaoni. Njia ya kwanza ni jenga hadithi yako kwa kuposti mada za thamani. Hatua ya kwanza ambayo itakufanya kuuza kwa haraka. Jenga hadhi yako ya kuposti mada za thamani. Usipoweza tu kuuza, posti mambo yanayowasaidia wateja, mafanikio ya wengine, vidokezo vya afya au mambo ya kujifunza. Kwa hiyo kwa nini hatuuzi? Kwa sababu mara nyingi huwa tunaposti vile vitu ambavyo watu wengi wanavifahamu. Naelewana? Tunaposti mambo ambayo watu wanayajua, au tumebase sana kwenye kuuza kuliko kwenye kufundisha. So tujitahidi sana kwenye kufundisha. Hii William, vipi tena? Kwa hiyo jitahidini sana kujenga hadhi ya kuposti mada zenye thamani. Ni lazima uwe mshauri. Hauwezi ukaweka tu unauza, wewe unauza, ni muuzaji pasipo kushauri. Ukiwa ni muuzaji utakuwa unauza, lakini hautaweza kufikisha PVF moja. Kwa nini? Haujajiweka kwenye kutoa elimu. Elisha, Jerry, Maembo, Dragon, Gertrude, William, tengenezeni mada ambazo zinaelimisha, and then itakuwa ni rahisi sana kwenye kufanya mauzo. Hichi ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukitengeneze. Kwa hiyo mfano, posti kuhusu faida za bidhaa, hadithi za wateja ambao tayari wamesha badilika, yani washapata matokeo. Kwa hiyo ni lazima kutengeneza matokeo wazee, muhimu sana. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kujenga hadhi yako kwa kuposti mada zenye thamani. Lakini njia ya pili, tuma caption zenye mvuto na kuhamasisha. Tuma caption zenye mvuto na kuhamasisha. Caption ambazo nazizungumzia hapa, caption yako iwe fupi, inayoeleweka. Na caption iwe fupi na inayoeleweka na inawalazimisha watu kusoma zaidi na kuwasiliana nawe. Kwa mfano, unataka kuondoa matatizo ya ngozi kwa haraka? Tafadhali soma hii. Kwa hiyo huwezi tu kaanza moja kwa moja masuala ya ngozi, lazima uandike. Andika pale kwa unataka kuondoa matatizo ya ngozi, una changamoto ya pressure? Tafadhali soma hapa. Inakuwa rahisi mtu kwanza kusoma nakala yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hivyo. Lakini kitu cha tatu, hichi kitu watu wengi mnajua kuwa ni kutoa offer. Toa offer za muda mfupi na ziambatane na call to action. CTA. Toa offer za muda mfupi lakini ziambatane na call to action. Means kuwa kama call to action means kuwa lazima utaweka namba yako ya simu. Yaani ni lazima kwenye tangazo lako kuwe kuna namba yako. Kwa sababu kuna mwingine hana hela, ata screenshot tangazo lakini namba hana. Kwa hiyo utapoteza. Onyesha ofa maalum au punguzo linalo kwenda kwa haraka na ushawishi wa watu onyesha ofa maalum au punguzo linalo kwenda kwa haraka na unawasihi watu wasubiri. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mfano, pata punguzo la 15% leo. Piga simu sasa. Pata punguzo la 15% leo. Piga simu sasa. Kwa hiyo unaweza kuifanyia tu kazi leo, kesho asubuhi kaamka una wateja. Hiyo ni muhimu sana kuzingatia wazee. Kama mnataka mwezi huu muweze kufanya kazi vizuri, lakini mnataka kufanya PV nyingi. Lakini tumia video na picha za kuvutia
au picha zenye kivutio. Tumia video na picha zenye kivutio. Watu wanapenda kuangalia nini mtandaoni? Kwa hiyo unaangalia video ambazo zimeenda viral, then na wewe unatakiwa ufanye hivyo hivyo. Kwa hiyo kinachotakiwa cha msingi ni mtu hutazama video zaidi kuliko kusoma maandishi. Tumia video za kifupi, iwe live au iwe picha za ubora kuonyesha bidhaa zako. Hiyo ni muhimu sana. Jibu maswali na maoni haraka. Uwe mtu wa karibu na wateja wako. Jibu maoni na maswali kwa heshima na haraka ili kuonyesha unajali. Hiyo ni muhimu sana wazee. Uwe mtu wa karibu na wateja wako, jibu maoni na maswali kwa heshima na haraka na kuonyesha kuwa unajali. Mteja yote anapenda kujaliwa. Kwa hiyo hiyo ni issue muhimu sana. Kumbuka, mtandaoni ni sehemu ya kujenga uhusiano, sio kuuza mara moja tu. Jenga uaminifu kwa wateja wako kupitia mawasiliano ya mara kwa mara. Tunakuja subtopic, anakuambia jinsi ya kutumia ushuhuda wa wateja kufunga mauzo na kufunga mateso ya mteja. Hii ni muhimu sana wazee. Jinsi ya kutumia ushuhuda wa wateja kufunga mauzo na kufungua mateso ya mteja. Sasa ushuhuda ni silaha yenye nguvu zaidi ya closer. Huleta imani na huondoa mashaka kwa watu. Kwa hiyo ukitaka kuondoa mashaka kwa watu lazima utengeneze shuhuda. Kama shuhuda hamna, omba watu ambao wanadili na hayo matatizo wakupe shuhuda. Tumeelewana? Mimi najua mmenielewa sana. Lakini pia katika network marketing, ushuhuda halisi ni njia bora ya kuonyesha kwamba bidhaa yako inafanya kazi na usaidia watu halisi kwa mteja wako. Pia ushuhuda unasaidia kufunga mateso ya mteja na kumfanya atambue hitaji la bidhaa yako. Kwa hiyo ukitaka bidhaa yako iwe na thamani ni lazima iwe hivyo. Yaani sio hiari, ni lazima utengeneze shuhuda. Jinsi ya kutumia ushuhuda kwa ufanisi. Chagua ushuhuda halisi na unaogusa. Lakini pia wateja wanapenda kuona hadithi halisi zisizo za kuigiza. Shuhuda ya mtu anayeweza kuonekana au kusikiliza ni bora zaidi. Mfano video au picha ya mteja ya before and after. Kwa mfano unadili na uzito. Kama unadili na uzito, kinachotakiwa ni nini? Ni kuonyesha kuwa ulishai kuhudumia mtu ambaye tayari amepona. Yaani uzito wake kwa sasa uko sawa. Lakini unaonyesha na ile ya zamani, picha yake ya zamani alikuwaje? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mnatakiwa mkielewe. Kama unaelewa, andika hapo chini, andika tuko pamoja ili nijue niko pamoja na wangapi. Andika hapo chini niko pamoja, andika hapo chini niko pamoja na wewe kiongozi. Andika hapo niko pamoja na wewe kiongozi. Comment hapo. Niko pamoja na wewe kiongozi. Haya, tunaendelea sasa. Elezea matokeo ya wazi kama kupunguza uzito, bali kama ni kupunguza uzito andika au elezea the way jinsi ilivyokuwa. Pia mabadiliko ni ya hisia kama furaha, kujiamini, lakini lazima mtu awe na amani ya akili. So amani tu, awe na amani ya akili. Onyesha matokeo yanayoonekana na kuhisiwa. Kuna zile picha za before and after, ulioniambia nirudie. Hizo ni muhimu sana. Lakini pia kama unahudumia watu maybe nguvu za kiume, wana tabia ya kushukuru. Daktari asante sana, sasa mambo yangu yanaenda vizuri bwana. Hizo ni muhimu sana. Watu mimi najua watu wanashukuru. Tumia ushuhuda kwa kufunga mazungumzo. Kwa hiyo ukiongea na mteja, mwishoni kabisa lazima uonyeshe watu ambao umewahudumia. Tumia ushuhuda kufunga mazungumzo. Anza mazungumzo kwa kushirikisha ushuhuda fulani ili kumvunja hofu ya kuanzisha imani ya. Kwa hiyo mteja wangu Maria alipata matokeo haya ndani ya wiki 2. Unamuonyesha ushuhuda kupitia simu yako. Lakini namba 4 anakuambia maswali, hudumia maswali na mashaka kwa ushuhuda. Ukisoma
Kama ukiangalia video ile ya kwanza au ambao mlikuwa kwenye darasa ile la kwanza, anakuambia ni muhimu kudeal na hisia za mteja. Ni muhimu kudeal na hisia za mteja. Muulize mteja maswali, lakini pia mwishoni hakikisha umwambie kuwa kuna kitu gani unataka kujua ambacho mimi sijawa wazi. Kwa hiyo hayo ni maswali ya muhimu na kukumbushia tu, lakini hudumia maswali na mashaka yao kwa ushuhuda. Lakini pia toa fursa ya kuonana na wateja wenye ushuhuda. Ikiwezekana waambie wateja wako waendelee kuwasiliana na wateja waliothibitisha bidhaa ili kuondoa shaka kabisa. Kwa mfano, ukitaka kuwa smart closer sasa hapo, kila ushuhuda unaowatumia ni kama daraja linalowaunganisha wateja na bidhaa yako. Hakikisha ni halisi na inagusa hisia za mteja. Ukirejea kwenye kitabu kwenye ile copyright, imeelezewa kuwa ni namna rahisi ya kupata shuhuda bila kuforce. Usiforce ushuhuda, bidhaa zako zitakuumbua. Usiforce ushuhuda kwa sababu bidhaa zako zitakuumbua. Kinachotakiwa ni nini hapo? Ni kutengeneza matokeo. Matokeo yanatengenezwa. Tengeneza matokeo. Hicho ndio kitu ambacho ni cha muhimu. Tengeneza matokeo. Hongera sana Agatha kwa kuingia. Andika kama unanipata, andika hapo chini na kupata kiongozi. Tunakuja subtopic nyingine, anakuambia jinsi ya kuweka malengo ya mauzo na kufanikisha. Jinsi ya kuweka malengo na kufanikisha. Malengo mazuri ni ramani ya mafanikio, bila yao. Malengo mazuri ni ramani ya mafanikio. Kuna watu mtandaoni kazi yao ni kuzurura jamani. Yaani mtu anaingia tu mtandaoni anatoka, yaani yeye ni mzururaji. Lakini kuna watu ambao wanaingia mtandaoni unajua kabisa kitu gani umefuata. Kwa hiyo jinsi ya kuweka malengo ya mauzo na kufanikisha kwa muda mfupi. Kuwa na malengo ya wazi na ya kuweka tarehe ni muhimu sana kwa closer yeyote anayetaka kufanikisha mauzo kwa haraka kwenye network marketing. Kwa hiyo ili iwe hivyo ni lazima ufuate hizi hatua 5 ambazo nitakuelekeza hapa. Hatua ya kwanza nakwambia weka malengo mahususi yanayopimika, yani smart goals. Kwa wale ambao wamesoma nguzo 8. Smart hii ina maana yake, tutakuja kusoma hicho kitabu. Smart, malengo yako ya mauzo yawe hivi. Kwanza yawe specific. Ndio smart sasa naelezea hapo. Smart yawe specific. Ngoja niwapigie picha hapa na watumie. Malengo yako lazima yawe smart, yani specific, yawe wazi, yawe measurable, yawe yanapimika. Kama umeona andika nimeona. Yawe yanapimika. Soma hapo. Malengo yako yawe wazi, yawe yanapimika. Andika hapo nimeona. Malengo yako lazima yawe specific, smart, yawe specific, yawe wazi, yawe measurable, yanapimika, yawe achievable, yawe yanaweza kufikiwa, lakini yawe relevant, yawe yanahusiana na biashara yako, lakini yawe na time bond, yawe na tarehe ya mwisho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa smart. Smart goals ndio hizo sasa. Specific, yawe wazi, yawe yanapimika, yawe yanaweza kufanikiwa, yawe yanahusiana na biashara yako. Unaweza kusema mimi nafanya PV 700, mimi nafanya PV 500, mimi nafanya PV 1000, mimi mwaka nashinda safari. Tuone malengo yako umeandika. Hayo malengo yawe smart. Tumeelewana? Yawe smart, yawe yanapimika. Ukisema tunafanya PV 500 tunaona kabisa PV 500 unafanya. Lakini je kufanya PV 300? PV 500 ukifanya utakuwa umebahatisha. Sasa ili tukuone wewe unaweza, lazima ufanye miezi 5. Ndio lazima yawe specific, maelezo yawe wazi, lazima yapimike, measurable, yawe achievable, yawe relevant, yanahusiana na biashara yako, yani yawe na tarehe ya mwisho. Bwana mimi mpaka kufikia tarehe 9 nitakuwa nishafanya kitu fulani. Kwa hiyo nataka kuuza vifurushi 10 ndani ya wiki 2 zijazo. Tunaona kabisa huyo mtu kweli ana malengo. Nataka kuuza vifurushi 10 ndani ya wiki 2 zijazo.
Kama umenielewa hapo, sema nimekuelewa kiongozi. Tunaendelea. Andika malengo yako kila siku. Andika malengo yako kila siku. Kuandika malengo kila siku hukutia moyo wewe sasa. Kuandika malengo kila siku kutia moyo na kukua msukumo wa kuendelea kwa bidii. Yaani ili ufanye kazi kwa bidii ni lazima uwe na malengo. Ni lazima kila siku unaandika malengo ya siku, uandike malengo ya saa, dakika na tarehe. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya muhimu vya kufanya. Lakini pia anakwambia pima na rekodi maendeleo yako. Kwa hiyo kwa mfano jana tulikuwa na kiongozi Magoti, tulikuwa tunaangalia kuanzia mwezi September up to now kila mtu amefanya nini. Kwa kila mtu aliona kwa mwezi huu hakufanya, mwezi huu alifanya, mwezi huu ilikuwa hivi, mwezi huu ilikuwa hivi. Kwa hiyo mtu anaona kabisa mapungufu yake na anajua ni jinsi gani ya kuweza kukabiliana nayo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana, kujipima wewe mwenyewe. Lakini pia anakwambia pima, anakwambia jipongeze na jifunze kila ukitimiza lengo. Hii mimi naifanyaga sana. Sio kwamba kiongozi anajipenda. Umeweza kufikia yale malengo ambayo wewe ulikuwa unahitaji, ni lazima ujipongeze. Kwa hiyo jipongeze kwa moyo, changia mafanikio yako kwa kujifunza mbinu mpya. Ndio maana mimi mnaniona kila siku natafuta mbinu mpya, nasoma. Hiyo yote ni kutafuta mbinu mpya. Kwa hiyo hakikisha unatumia hizo hatua 5. Hatua ya kwanza nimesema hatua ya kwanza nimesema hivi: weka malengo mahususi yanayopimika, smart. Andika malengo yako kila siku, panga ratiba ya kazi ya kila siku, pima na rekodi maelekezo yako. Kwa hiyo hapo lazima muwe na name list jamani, lazima muwe na kitabu cha commitment, lazima uwe na kitabu cha ndoto. Pima na rekodi malengo yako, lakini jipongeze pale unapokuwa unatimiza lengo. Lakini anakuambia smart closer. Anakuaje smart closer? Ni kuwa na malengo yasiyo wazi. Ni kama unaendesha gari bila ramani. Kuwa na malengo yasiyo wazi ni kama yaani kwa mfano Maembo hapa, mimi sijui unataka nini mwezi huu. Elisha sijui. Jeli sijui. Dragon sijui. Dr. William sijui mwezi huu mnataka nini. Agata sijui. Kwa hiyo ni lazima uandike malengo, umletee kiongozi ayasome. Ukishasoma inakuwa ni rahisi kiongozi wako kujua. Maembo ni shahidi, anaonaga mimi nampelekeaga kiongozi wangu, kiongozi mimi nataka nifanye hivi. Kwa hiyo pale anapoona mimi sitaweza, ni rahisi kunishauri. Kwa hiyo ni lazima kuandika malengo. Andikeni hapo, kuwa na malengo ya wazi. Kuwa na malengo yasiyo wazi ni sawa na kuendesha gari bila ramani. Ambaye ameelewa statement aiandike. Unaweza kufika lakini mahali unapopataka, lakini pasiwe mahali ambako unapataka. Malengo yanakupa mwelekeo wa kufanya mauzo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa na malengo. Jinsi ya kukabiliana na neno hapana na kuifanya iwe ndio. Jinsi ya kukubaliana na neno hapana iwe ndio tulijifunza hapo, lakini tulisummarize. Sasa hapa inaelezewa. Hapana si mwisho, ni hatua ya kuanzisha mazungumzo mapya ili mtu aseme ndio. Kwa hiyo mnaokataliwa leo ni mwisho. Sema kukataliwa leo mwisho. Kila mtu andike kukataliwa leo mwisho. Agata nani andika kukataliwa leo mwisho.
Katika biashara ya network marketing, hapana ni sehemu ya kawaida sana ya mchakato wa mauzo. Jinsi unapokubaliana na neno hapana ndipo ndio linaamua kama utakuwa closer bora au la. Agata, sijaona ukiandika. Agata, andika Agata. Kwa hiyo katika biashara ya network marketing, hapana ni sehemu ya kawaida sana katika mchakato wa mauzo. Jinsi unavyokubaliana na neno hapana ndilo linaamua kama utakuwa closer bora au la. Mbinu 5 za kukubaliana na neno hapana. Mbinu 5 za kukabiliana na hapana na kugeuza iwe ndio. Anakwambia njia ya kwanza, sikiliza kwa makini sababu za hapana. Ni lazima ujue kwa nini mteja wako amekukataa. Ni lazima ujue kwa nini leo mteja wako amefanyaje? Amekukataa. Sikiliza kwa makini sababu za hapana. Baada ya kusikia hapana, uliza maswali kama nini kimekufanya uone hivi? Sio, umenielewa? Nini kimekufanya uone hivi? Kwa hiyo ni lazima umuulize mtu maswali, lakini ningependa kuelewa zaidi ili niweze kukusaidia. Sisi tumeelewana? Sorry, nimechanganya maelezo namba 2. Namba 1 kwamba sikiliza kwa makini neno hapana. Baada ya kupiga kelele au kuchukua kwa msisimko, sikiliza kwa makini sababu ya mteja kusema hapana. Hii inaonyesha unamheshimu na unajifunza kupitia changamoto zake au changamoto yake. Sasa namba 2 anakuambia uliza maswali ya kufunga mawazo. Ili ufunge hadi mawazo yake mabaya aje kwenye mawazo mazuri. Unamuuliza hivi, ni nini kimefanya uone hivi? Lakini pia ningependa kuelewa zaidi ili niweze kukusaidia. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukielewe. Kwa hiyo toa suluhisho kwa changamoto zilizosemwa. Toa suluhisho kwa changamoto zilizosemwa. Baada ya kuelewa sababu, toa suluhisho moja kwa moja na changamoto hizo ni hizo. Toa sababu ya kuelewa sababu. Baada ya kuelewa sababu ambazo yeye amekwambia kwa anakwambia mimi bwana, mimi sasa hivi bwana siwezi kuchukua product zako. Kamuuliza nini kimekufanya uone sasa hivi usianze matibabu, au ningependa kuelewa zaidi kitu gani niweze kukusaidia. Kwa hiyo anakwambia namba 3, anakwambia baada ya kuelewa sababu, toa suluhisho la moja kwa moja kwa changamoto hizo. Hii inaonyesha kuwa umekuwa mtambuzi na umekuwa makini katika suluhisha hilo tatizo lake. Tumeelewana hapo? Kama umeelewa andika. Kama umeelewa hapo andika. Lakini pia namba 4 anakuambiaje? Onyesha thamani endelea kuonyesha thamani bila kuchoka. Hata kama mteja anasema hapana mara kadhaa, endelea kuonyesha thamani ya bidhaa yako kwa njia mbalimbali bila kubana, bila kumficha, muelezee. Onyesha thamani. Muda mwingine unachukua paka kitabu cha njano kile unamuonyesha madawa sasa. Ona sasa hii, umeona hii inafanya hivi, inafanya hivi, umeona hii hivyo. Sisi tumeelewana? Tumia ushuhuda na matokeo halisi. Onyesha ushuhuda wa watu waliokumbana na changamoto kama za mteja, lakini waliweza kufanikisha matokeo. Hii huondoa shaka na kuleta matumaini. Ndio maana kuna mteja unashangaa anafika mlangoni, unamsindikiza anasema lakini nataka nianze leo. Mwambie ni wewe sasa hapo. Kama una imani, anza leo matibabu. Hamna kinachoshindikana. Dawa si zipo. Kwa hiyo unachotakiwa ni wewe kuwa na imani na wewe mtu wako, ya kuamini kuwa ataweza kununua. Kwa hiyo hapana si kukatishwa tamaa, ni fursa ya kujifunza, kuboresha mazungumzo na kuleta mteja karibu zaidi. Na ndio. Kwa hiyo hapana si kukatishwa tamaa, ni fursa ya kujifunza. Andikeni hapo, kila mtu andike hapana si kukatishwa tamaa, ni fursa ya kujifunza. Hapana si kukatishwa tamaa, ni fursa ya kujifunza. Andika hapo. Hapana si kukatishwa tamaa, ni fursa ya kujifunza. Hapana si kukatishwa tamaa, ni fursa ya kujifunza. Dakika 1 chap chap.
Andikeni chap chap. Jamani, kila mtu andike. Naomba kila mtu aandike. Mpo wangapi hapa? Mpo wengi sana hapa, andikeni. Sasa mbinu za kuondoa mzingiro wa mauzo kwa wauzaji wa network marketing. Mzunguko mzuri wa mauzo unamaanisha wateja wapya kila wakati na mauzo yanayorudi mara kwa mara. Mzunguko mzuri wa mauzo unamaanisha wateja wapya kila wakati na mauzo yanayojirudia mara kwa mara, wale watu ambao wanakuwa narudia dozi zako. Kwa hiyo kuongeza mzunguko wa mauzo ni moja kati ya siri ya closer. Nawaambia muandike lengo, msilale wala msisinzie, tuwe pamoja. Kuongeza mzunguko wa mauzo ni moja kati ya siri za closer wa kitaalamu katika network marketing. Hii inahakikisha biashara yako inakuwa kwa kasi na endelevu. Sasa mbinu 5 za kuongeza mzunguko wa mauzo. Jenga orodha ya wateja na wanaotaka kujiunga. Kwa hiyo kuanzia kesho, Agata, Maembo, Dr. William, wote mliko hapa, nataka mpige picha muonyeshe kitabu cha orodha ya wateja na name list au za wateja na watu ambao wanataka kujiunga. Kwa hiyo nataka muwe na hivyo vitabu. Agata, I'm serious. Elisha, Maembo, kesho please na waombeni muwe na hivyo vitu. Kitabu cha ndoto, commitment, kweni navyo hivyo vitu. Kutakuwa na kikao na kiongozi Magoti. Kama utakuwa na hivyo vitu hautakuepo. Yaani hautakuwa serious. Tumia mfumo wa kufuatilia follow up system. Sasa ili ufanye follow up system lazima uwe na kitabu cha commitment. Uweze ukasema mimi leo nimekuja ofisini nafanya follow up. Hujui follow up unamfanyia nani? Unaanza kuingia mtandaoni, unazunguka, notification imekuja naingia. Hapo ndio wengi huwa mnapotezaga mauzo. Kwa hiyo ili mauzo yako yakae vile vile ni lazima tumia mfumo wa kufuatilia follow up system. Tuma ujumbe wa kuwakumbusha, simu au ofa za ziada mara kwa mara kwa watu waliopo kwenye orodha yako. Wateja wengi hufanya uamuzi baada ya kufuatiliwa mara kwa mara. Kwa hiyo mimi nataka niwape tu ushuhuda. Haya ninayofundisha mimi nimeyafanya na yana matokeo mazuri kwa wewe ambao unataka kujijenga kibiashara. Lakini namba 3 anakuambia shirikisha wateja wako kuwa mabalozi. Wateja walioridhika ni nguvu kubwa ya mauzo. Waombe waendelee kuanzisha wateja wapya kwa kutoa ushuhuda na mwaliko wa kipekee. Kwa hiyo ambie kama umepona unaweza kumwambia mtu mwingine, jamani usikae kimya. Uweze ukapona peke yako. Watu wengine wanahitaji kupona. Kwa hiyo kumbusha yaani usiache kuambia watu hivyo vitu. Ni muhimu sana. Lakini anakuambia tengeneza program ya zawadi na ofa za kipekee. Hii itakusaidia sana. Kwa mfano ukimwongeza mtu sabuni Agata, unauza dozi ya 500,000. Unashinda kumpa mtu sabuni ya 6,000. Faida laki. Kwa hiyo toa zawadi au punguzo kwa wateja waaminifu na wale wanaoleta wateja wapya. Hii huongeza hamasa na uaminifu. Kwa mfano, mteja akikuletea dawa, ukiletea mteja ukapata faida maybe 1,500,000, unashindwa kutoa hata sabuni kumpa au unashindwa kumpata detox. Kwa hiyo jifunzeni kujitoa, itawasaidia sana. Jifunzeni sana kujitoa. Kujitoa jamani, kujitoa. Kwenye kutoa ofa pamoja na zawadi. Lakini nakwambia endelea kujifunza na kuboresha mbinu zako. Jifunze mbinu mpya za mauzo, uwasiliane na watu wenye mafanikio na kuboresha mbinu zako za kufuata wateja na kufunga mauzo. Endelea kujifunza na kuboresha mbinu zako kila siku. Mimi najua, lakini naendelea kujifunza tu. Kupitia tu hiki kitabu nimejifunza.
Sisi tunaelewana? Kwa hiyo ukitaka kuwa smart closer mzuri, mzunguko mzuri wa mauzo unahitaji nidhamu, uvumilivu na mfumo mzuri wa kufuatilia kila mteja na lead yako. Yaani wewe una lead ipi ambayo inaweza kumfanya mtu aweze, yani una mwongozo gani mzuri ambao unaweza kumfanya ukamconvince mtu aweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana jamani. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Lakini pia tunaendelea. Anakwambia mbinu za kuimarisha uhusiano na wateja kwa ajili ya mauzo ya mara kwa mara. Ili ufanye mauzo ya mara kwa mara, mauzo ya kweli hayamalizwi baada ya mteja kununua. Ni mwanzo wa uhusiano wa kudumu. Kuimarisha uhusiano mzuri kwa huleta mauzo ya kurudia na pia wateja wapya kupitia rufaa. Mbinu 5 za kuimarisha uhusiano na mteja. Mbinu 5 za kuimarisha uhusiano na mteja. Mbinu 5, andika hapo mbinu za kuimarisha. Andika mazungumzo ya kweli hayamalizwi. Andika mazungumzo ya kweli hayamalizwi baada ya mteja kununua. Mauzo ya kweli hayamalizwi baada ya mteja kununua. Ni mwanzo wa mahusiano au wa uhusiano wa kudumu. Uhusiano unatakiwa ni wa kudumu. Lakini pia kuimarisha uhusiano mzuri na mteja huleta mauzo ya kujirudia, pia wateja wapya kupitia rufaa. Mbinu 5 za kuimarisha uhusiano na mteja. Wasiliana mara kwa mara bila kukasirika. Wasiliana naye, kwa sababu wengi nimegundua wanapenda kuwasiliana. Mteja anapenda umfuatilie. Muhimu, jitahidi kuwa karibu na wateja wako kwa kuwasiliana kwa njia ya kawaida kama SMS, WhatsApp na bila au simu, bila kuwaandaa na kuwashinikiza. Lakini pia sikiliza na jibu mahitaji yao kwa uaminifu. Wateja wanathamini closer anayewasikiliza na kujali changamoto baada ya kumsukuma kununua. Kwa hiyo ukishamsukuma kununua, hakikisha ukishamaliza kuuza, hakikisha unakuwa closer mzuri. Baadaye unakuja kuwa mshauri. Unaambia unatumia hizi dawa, lakini pia unaweza kufanya mazoezi, unaweza ukafanya hivi. Yaani unaweza kula chakula hichi na hichi na hichi na hichi, kutokana na tatizo lako utakaa sawa mapema. Lakini pia usahau kunywa maji mengi, kula chakula kizuri, hivyo. Kwa hiyo hakikisha sio unampa tu mtu dawa anaenda kutumia 2 mara 2 unamwacha. Maembo, fanya follow up. Wafuatilie, wapigie simu kila siku. Tunaendelea. Toa ushauri na msaada zaidi ya mauzo. Yaani mauzo kwako hayatakiwi kuwa kipaumbele. Mauzo kwako hayatakiwi kuwa kipaumbele. Toa ushauri wa bidhaa na msaada baada ya mauzo bila malipo, ili kuonyesha unajali. Lakini sherehekea mafanikio yao. Mtu akipona, yani wewe kuwa yani fanya, yani unakuwa kama wewe ndio umepona. Ili mtu asije akaona ni jambo la kawaida. Kwa hiyo biashara, kwa hiyo kumbuka kupongeza au kusherehekea mafanikio ya mteja yanayohusiana na bidhaa au biashara yako ni kama kufikia uzito au kuongezeka kwa mapato. Yaani ni lazima ukihudumia mtu mmoja alafu apone, jua kabisa kuwa utakuwa unaingiza fedha nyingi sana baada ya miezi 3. Wewe anza kufuatilia hizi njia. Sikiliza video ile ya part 1, hii part 2. Sikiliza vizuri. Sikiliza hata mara 5. Ukitaka ubobee kwenye kufanya mauzo, hapo mnaona nauza vizuri.
na watu ambao niko nao karibu. Agata, hongera sana, siku hizi unapiga sana. Mimi naamini bila hivi vitu usingefikia, yani bila kusukumana, yani na kujua hivi vitu. Kwa hiyo kina Maembo wanaelewa, kina Elisha mdogo mdogo tu tunaelewana. Kwa hiyo nitakuja kupiga sana. Mimi natamani yani iPhone ziongezeke, mwanzo kuchukua video wenyewe, sio mpaka mtegemee simu moja. Sawa Agata? Yani mimi nakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo viongozi mkijitahidi kuwa na smartphone itakuwa ni vizuri zaidi, ili watu wanaokuja muweze kuwasaidia. Semeni amina. Andika hapo chini amina. Waombe wateja wawe mabalozi wa bidhaa. Kwa hiyo mteja atakapokuwa anakuletea matokeo, waambieni watu wengine, jamani naombeni mfanye naombeni muambiwe na watu wengine, kwa sababu wanaoumwa huko mtaani ni wengi na wanapewa madawa ambayo sio. Dr. Elisha amerudi online. Karibu sana kiongozi. Kwa hiyo ukitaka kuwa smart closer au closer smart tip, uhusiano mzuri ni msingi wa biashara endelevu, si mauzo ya haraka. Kwa hiyo ukiwa mvumilivu, mvumilivu hula mbivu. Jinsi ya kuunda mpango wa kuuza kwa muda mfupi na mrefu. Kupanga ni kufanikisha bila mpango. Unajikuta ukitumia nguvu isiyo na mwelekeo. Mpango mzuri wa mauzo unakupa mwelekeo wa nini cha kufanya leo, kesho na hata miezi ijayo. Hii ni muhimu ili mauzo yako yawe endelevu na yanaongezeka. Hatua 5 za kuunda mpango mzuri wa kuuza. Hatua 5 za kuunda mpango endelevu. Mpango mzuri wa kuuza. Hatua ya kwanza nakwambia, tambua malengo yako na ya muda mfupi na muda mrefu. Hii ni muhimu sana. Unajua kabisa sasa hivi natakiwa kufanya kitu fulani, sasa hivi natakiwa kufanya kitu fulani. Lakini hichi natakiwa nikifanye mwakani. iPhone natakiwa ninunue mwezi wa 8 au wa 9 kama ni za bei gani. Kwa hiyo unapanga vizuri, lakini pia unapanga kulipa kodi mwezi ujao. Kwa hiyo pesa ambayo ya mwezi huu ni hela ya kodi, lakini pia nitaweka benki 1,000,000. Unaandika. Lakini pia fanya utafiti wa soko na wateja. Sisi tumeelewana? Jua wateja wako wanahitaji nini, wanapenda nini na changamoto zao zinagusa sana wapi, ili uuze inabidi uzungumzie sana maumivu yao ni lazima uyazungumzie sana maumivu yao. Lakini pia panga ratiba ya kazi na mauzo. Jitayarishe kwa kazi ya kila siku, wiki na mwezi. Yaani kila siku uwe responsibility, yaani uwe na majukumu. Ujipe majukumu wewe mwenyewe, so upangiwe. Majukumu ni wewe. Naamka naenda ofisini wewe. Hamna mtu wa kukupangia. Lakini pia anakuambia jitayarishe na kazi ya kila siku, wiki na mwezi, kama kupiga simu, kuandaa maonyesho na kuleta matangazo ya mitandaoni. Kwa hiyo jitahidini sana kuchukua na video. Tuendelee jamani kuchukua video. Video wengine mmeacha kabisa. Maembo, siku hizi video uchukui. Lakini tumia zana na tehama. Tumia kalenda, apps za simu na mfumo wa kufuatilia wateja CRM, kuweka rekodi ya kupanga. Kuweka rekodi na kupanga shughuli zako kwa ufanisi. Tumia kalenda, apps za simu na mfumo wa kufuatilia CRM, yani kujua zile kuwa leo utakuwa unafanya hivi, kesho unafanya hivi, mauzo yako yakoje, umepata mteja huyu, unakuwa una rekodi tu hizo. Yani hapo kurekodi ni muhimu, kuwa na rekodi nzuri. Ndio maana tunaambia muhimu na notebook za kurekodi. Lakini pia tathmini na rekebisha mpango wako mara kwa mara. Kila mwisho wa mwezi au robo ya mwezi, angalia ni hatua gani umefikia na vipi umeweza kuboresha. Kama hujaboresha wiki inayofuata inabidi uwe busy sana kuboresha sehemu ambayo ulifeli, ili wiki ijayo iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana. Ukiona mimi sipo ofisini,
maybe niko nyumbani, jua kabisa hapa napambania kuboresha sehemu fulani. Kwa hilo mlikuwa mlitambue. Mpango ni mwanga unaokuongoza katika giza. Mpango ni mwanga unaokuongoza kwenye giza la changamoto za mauzo. Usikubali kuanza bila mpango thabiti. Yani wewe unaanza tu, yani una mipango yoyote unaanza, yani you are not, wewe sio Mungu. Unatakiwa uwe na mipango jamani, mipango ni muhimu. Mipango ni muhimu sana. Sasa nakwambia jinsi ya kutumia hisia za mteja kufanikisha mauzo. Hisia, tunakuja hapo, niliwaambia mtakuwa mtouch. Watu hununua kwa moyo, si kwa akili tu. Yaani mtu atoe hela yake kutoka moyoni, akupe. Kama unavyokuwa unafanya mambo mengine unayoyapenda, unatoa pesa yako. Kwa hiyo kuelewa na kutumia hisia za mteja ni moja kati ya mbinu za closer wa kitaalamu. Hisia zinazoweza kuhamasisha uamuzi wa kununua kwa haraka ndani ya dakika 3. Mbinu 5 za kutumia hisia za mteja. Mbinu ya kwanza nakwambia, tambua hisia zinazowasukuma wateja. Yaani wateja wanaweza kununua kwa sababu ya furaha. Sisi tunaelewana. Umemonyesha shughuli amefurahia ananunua. Moyo. Hofu. Kwa hiyo moyo wake utamtuma. Ukimtajia maumivu au ukimtajia madhara, kuwa na hofu. Kwa hiyo moyo wake unamtuma haraka haraka kununua hayo matibabu ili asije akapata. Hamu ya kubadilika. Mwingine ile hali inamtesa. Nguvu za kiume, anapata shida, kisukari kinamsumbua, kwa hiyo anatamani kurudi katika hali yake ya kawaida, aendelee kufanya shughuli zake. Lakini kukata kujihisi, mtu mwingine anataka kujihisi kuwa bora zaidi. Kwa hiyo hayo yote yanahusisha moyo. Fahamu hisia hizo ili kuweza kuzitumia. Kwa hiyo ni lazima umfahamu mteja wako, huyu anahitaji nini. The way unavyokaa naye unamsoma, the way kama unavyosoma mambo mengine na mteja ndio kwa umsome. Kwa mbinu 5 za kutumia hisia za wateja. Tambua hisia zinazowasukuma wateja. Wateja wanaweza kununua kwa sababu ya furaha, hofu, hamu ya kubadilika au kutaka kujihisi bora, kujihisi kuwa bora. Kwa hiyo ili ufahamu sasa, ni lazima uwe unafahamu hizo hisia zao. Kitu cha pili nakwambia, tumia hadithi zinazogusa mioyo. Hadithi halisi zinazohusu mafanikio kama ni biashara au changamoto za watu wengine zinazofanya wateja kuhisi kuwa ni sehemu ya hadithi hiyo. Kwa mimi naweza nikazungumza nikawa mfano mzuri, bwana nilitoka Morogoro nikiwa sielewi, nikawa siamini kama naweza nikafanya mauzo, sijui kufanya sales, lakini mtandao nilikuwa naingia tu mtandaoni sielewi. Lakini nimeanza kuposti nikaanza kupata wateja, nikapataga faida kubwa, ikanitia amani ya kuendelea kufanya kazi. Kwa ndani ya miezi 6 mpaka 18 ya kwanza niliteseka kujitafuta, miezi 18. Na unatoa zaidi ya 50,000 upate wateja hivyo. Sometimes wewe mwenyewe uko serious, usikilize viongozi, unaamua the way unavyotaka, kila kitu ukiambiwa hicho unaona kama unaonewa. Hayo yote mimi nimepitia. Kwa hiyo naweza nikakupa hadithi yangu ikakusukuma wewe kufanya. Ni unalipwa 17,000 hivyo, lakini sasa hivi unalipwa milioni 2. Kwa hiyo Mungu atakuinua kwa muda na wakati wake sahihi. Lakini pia kufanikiwa sio bahati, hamna mtu anayefanikiwa kwa bahati. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa hilo. Kwa hiyo hisia zako kuambukiza mteja. Tumia sauti yenye msisimko, tabasamu na maneno mazuri. Kwa hiyo kuna mteja ambaye utaongea naye kwa uchungu. Hivi unajua usipotibu hii changamoto baada ya muda mfupi kidonda kikija kukua hicho utakuja kukatwa mguu. Unamwonea huruma, lakini kuna mwingine anamwambia, "Hey, sasa hiyo changamoto yako ya ini unafikiri sasa hivi usipoitibu baada ya miaka 3 itakuwaje?" Kwa hiyo ni kila mtu ana ile saikolojia ya kuzungumza. Yaani the way mteja wako anavyomuona ndio the way utakavyokuwa unaongea naye. Kwa hiyo hizo ni issue za kisaikolojia. Huwa zinakuja automatic, sio lazima usome. Fanya mteja aone faida zaidi ya bidhaa. Kwa hiyo hakikisha unazijua bidhaa vizuri. Yaani kabla hujaanza kuuza, hujaboost matangazo, kisha unazisoma hizo bidhaa ambazo utaenda kuziuza na kuzielewa vizuri na kujua kupanga na bei, ujue bidhaa, ujue bei, ujue kila kitu kinachohusiana na kufanya closing. Yaani tuelewane hapo jamani. Bei ni muhimu sana kujua. Dawa ni muhimu sana kujua na kazi zake. Kwa sababu inaweza katokea situation ukawa uelewi chochote. Kapigwa swali, kaanza kujitetea.
Lakini tumia maswali yanayochochea hisia. Unajisikiaje kuhusu changamoto hii? Mtu ataanza kujielezea, unajua mimi sipendi hii changamoto, ndio maana nimeona tangazo lako nikaamua kuja haraka haraka. Je, ungependa kuliondoa kwa haraka shida hii? Akamwambia ndio maana mimi niko hapa. Anifanya uko serious, kumbe mwenyewe anacheza na akili yake. Kwa hiyo hisia ni msingi wa maamuzi ya haraka. Andika hapo, hisia ni msingi wa maamuzi ya haraka. Hisia ni msingi wa maamuzi ya haraka. Hisia ni msingi wa maamuzi ya haraka. Andika hapo. Hisia ni msingi wa maamuzi ya haraka. Zipate, zitambue na uzitumie vizuri kufunga mauzo ndani ya dakika 3. Sasa nakwambia jinsi ya kufanya mteja aamini thamani ya bidhaa yako kwa haraka. Tunasoma vitu vingi. Video nitaiupload leo YouTube. Hakikisheni mmesikiza zaidi ya mara 5 kwa sababu haya niliyofundisha kwa mara moja tu uweze master vizuri. Kwa hiyo make sure uko unafanya mambo yako, unaweza ukaweka hata Bluetooth ukawa unasikiliza tu kwa sauti. Kwa hiyo anakwambia mteja anaponiona thamani anatoa ndio ya haraka zaidi. Yaani mteja akikuona wewe ni wa thamani anatoa ile ndio ya haraka sana. Kwa hiyo kuonyesha thamani halisi ya bidhaa yako kwa mteja ni muhimu sana ili kufanikisha mauzo ndani ya dakika 3. Akwambia mbinu 5 za kufanya mteja aone na aamini thamani ya bidhaa yako. 1. Elezea manufaa muhimu kwa lugha rahisi. Baada ya kuzungumza kwa maneno ya kitaalamu, tumia lugha rahisi kuelezea jinsi bidhaa yako inavyotatua tatizo la mteja. Elezea manufaa muhimu kwa lugha rahisi. Badala ya kuzungumza kwa maneno ya kitaalamu, tumia lugha rahisi kuelezea jinsi. Kwa hiyo mimi mnanishangaga, mbona Obedi hasomi? Mimi najifunza jinsi ya kuclose mtu. Kwa hiyo naweza kweli nikakutana na watu nikapigwa swali, lakini the way jinsi ya kutoka mimi najua. Yaani mimi najua jinsi gani naweza nikachomoka, lakini wewe unaweza usichomoke. Kuna siku nitafutwaga afu sijui nitafuta masuala ya uzazi nikaongeleshwa Kiingereza. Ningekuwa mtu mwingine angefeli, lakini sikuelewa hicho Kiingereza. Nikamwambia hivi, tatizo lako lina muda gani? Akamwambia hii imeanza muda, ni homoni zangu zinanisumbua sana sijui nini. Nikasema kumbe na hormone imbalance. Kaambia vipi, ulishafanya vipimo? Akakwambia labda mirija nayo imeziba. Vipi period yako? Tukaanza kuzungumza Kiswahili, lakini mara kwanza alileta ujuaji kunipima. Kwa hiyo kuna muda mwingine tutakosa mauzo kwa sababu ya kujiongeza. Usikubali kushindwa. Mwingine anaweza akakata simu chap, usiogope. Anakuongesha Kiingereza chake, mwambie tatizo hilo lina muda gani? Yaani kama unaelewa. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Lakini toa mifano halisi na ushuhuda. Toa ushuhuda wa watu waliopata matokeo halisi na mifano ya jinsi ya bidhaa imeweza kuwasaidia. Kwa hiyo ukifanya hivyo itakusaidia sana. Toa ushuhuda wa watu waliopata matokeo halisi na mifano jinsi ya bidhaa ilivyo. Lakini tatu anakuambia onyesha faida zilizobaki zaidi ya gharama. Weka wazi jinsi faida ya bidhaa zinavyozidi bei au gharama inayotakiwa. Kwa mtu anaweza akaona bei ni kubwa, kumbe hajui bidhaa inavyofanya kazi vizuri, lakini pia itamsaidia kwenye masuala gani, itaboost kinga za mwili, itaondoa sumu mwilini. Tamka zile faida zote. Mtu aone kabisa okay, kumbe sitibiki kisukari peke yake. Hivyo. Lakini tumia vifaa vya kuonyesha thamani, video, picha, maonyesho moja kwa moja ya bidhaa. Video, picha na maonyesho moja kwa moja ya bidhaa huongeza imani na uelewa kwa mteja. Kwa ukiwa na video ambayo inaelezea shuhuda, picha ya before and after mtu alivyokuwa, ambayo ni clear, sio zile za kuscreenshot zimefuba. Lakini pia maonyesho moja kwa moja
bidhaa, uonyesha imani, lakini fanya ulinganisho wa bidhaa na nyingine. Onyesha kwa hofu kwamba bidhaa yako ni ya manufaa ukilinganisha na bidhaa nyingine ambazo ziko sokoni. Dr. Kon, naomba ufungue mic yako. Naendelea. Nilikuwa naomba uzime mic, heshima yako mama. Dr. Kon Consolata. Dr. Consolata. Utakuwa mtandao wako unasumbua, lakini anakwambia sura 21 anakwambiaje? Namna za kumvutia mteja kwa mauzo ya kwa mazungumzo ya kufunga mauzo. Namna au mbinu za kumvutia mteja kwa mazungumzo ya kufunga mauzo. Kumvutia mteja ni hatua ya kwanza ya kumfanya aseme ndio, kumvutia. Lakini mazungumzo mazuri ni silaha muhimu kwa closer wa kitaalamu. Mazungumzo haya huamua kama mteja atakubali kununua au la ndani ya dakika chache. Kuzungumza kumvutia mteja ni hatua ya kwanza kumfanya aseme ndio. Mazungumzo mazuri ni silaha muhimu ya closer wa kitaalamu. Kuzungumza mazungumzo ya kuamua mteja akubali kununua ndani ya dakika chache. Sasa kwambia mbinu 5 za kumvutia mteja kwa mauzo ya kufunga, kwa mazungumzo ya kufunga mauzo. Mbinu 5 za kumvutia mteja kwa mazungumzo ya kufunga mauzo. Namba 1 nakwambia anza kwa tabasamu na salamu za hali ya hewa. Anza kwa tabasamu na salamu za hali ya hewa. Mfano, tabasamu nzuri, hey, hello, habari, salama, vipi, unaendeleaje? Salama kabisa. Unamuuliza sasa hapa. Kwanza ukianza hey, habari, salama, mzima, make sure unatabasamu jamani. Jifunzeni usinune. Jifunzeni kutabasamu. Hiyo ni kodi na hapa. Tabasamu, make sure unatabasamu. Mfanya mteja ajisikie kupendelewa na kusikilizwa. Kwa unamleta mtu. Namba 2 nakwambiaje? Uliza maswali ya kufunga mazungumzo. Maswali. Je, umewahi kutumia bidhaa hii? Umewahi kutumia bidhaa hii? Hayo ni maswali ya muhimu. Je, umewahi kutumia bidhaa hii? Je, umewahi kutumia bidhaa hii? Maswali ya muhimu hayo. Kwa akiwa hajawahi, unakumbuka changamoto kuu unayokabiliana nayo kwa sasa? Ni lazima uulize mazungumzo muhimu. Ni lazima muulize maumivu ambayo anayapata kwa sasa. Yale maumivu gani ambayo kwa sasa yanakusumbua? Ukimuuliza hivyo ataona majali. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo. Lakini unakubaliana na changamoto kuu unayokubaliana nayo sasa, ndio hiyo sasa. Lazima umuulize hiyo kitu gani kinakusumbua kwa sasa. Lakini akikujibu wewe inaanzisha mazungumzo mengine kwa urahisi. Anakuambia sikiliza kwa makini na onyesha uelewa. Sikiliza kwa makini majibu ya mteja, narudia kwa maneno yako ya kuonyesha unamuelewa. Toa habari ya kumvutia kwa ufasaha. Elezea faida bidhaa yako. Kwa amekuelezea hapo kinachomsumbua, anambia okay sawa. Sasa hapo inabidi tu deal na chanzo cha tatizo. Chanzo cha tatizo ni kongosho ndio iweze kuzalisha insulin. Lakini pia madhara ya kisukari yanatakiwa yatibiwe. Kwa sababu sukari huwa ikiwa juu au mtu yeyote mwenye kisukari, kinga huwa zinashuka, lakini pia damu inakuwa nzito. Damu ikiwa nzito unapata ganzi, kidonda kinaweza kikachelewa kupona, lakini utachoka, lakini utakuwa unakojoa sana, nguvu za kiume zitaisha, hamu ya kufanya mapenzi itapungua. Mwambie mtu hivyo ndio vitu vitakavyomfanya anunue dawa, sio issue ya kongosho sijui ni nini. Je, kuna vitu vinamsumbua maganzi huko, hayo ndio utakao deal nayo. Elezea faida bidhaa yako kwa msisitizo, kwa lugha rahisi ili mtu aelewe. Acha kutumia Kiingereza na ujuaji mwingi. Punguza ujuaji. Tumia hisia na hadithi za kuongeza
uhamasishaji. Shiriki hadithi fupi zinazohusu mafanikio ya wateja wengine au faida za bidhaa kwa hisia. Tumia hisia na hadithi kuongeza uhamasishaji. Shiriki hadithi fupi zinazozungumzia mafanikio ya wateja wengine au faida ya bidhaa kwa hisia. Hiyo ni muhimu sana wazee. Muhimu sana. Muhimu sana. Agatha, Oscar yuko wapi leo? Sawa kiongozi. Nimeona network ni shida kweli, lakini sasa hivi umetulia. Karibu. Mazungumzo yanapoanza vizuri, mteja hupata hamasa ya kuendelea kusikiliza na kuweza kufanya mauzo na kununua. Anakwambia jinsi ya kufanya mteja aamini, ajiamini na kuamini bidhaa yako. Jinsi ya kufanya mteja ajiamini na kuamini bidhaa yako. Kujiamini kwako kama muuzaji huleta uaminifu kwa mteja na huleta awe tayari kununua bidhaa yako. Yaani asiwe na complication nyingi na kuweza kumwambia mimi na haraka nataka unipe hizo dawa chap chap niondoke. Kwa hiyo okay sawa. Kwa hiyo ni muhimu wewe kwanza umtengenezee mteja wako kuweza kujiamini. Lakini nakwambia jifunze mbinu 5 za kuongeza ujiamini kwa mteja na kufanya aamini bidhaa yako. Hapa ndio maana wenzetu wanatupigia. Kuna wenzetu product zao hazifanye kazi moja kwa moja, lakini wanafanya mauzo makubwa sana kuliko hata sisi. Why? Jifunze bidhaa yako ili iwe kivutio. Jifunze bidhaa yako. Kwa hiyo lazima ujue bidhaa yako. Someni bidhaa. Ukisoma bidhaa inakuwa ni rahisi kuisifia. Kwa hiyo wenzetu kule wanasoma sana bidhaa. Uwe na uelewa mzuri wa bidhaa unayoiuza. Someni ingredient, ni deep. Usiogope kwenda deep. Nenda deep kwenye product eti kama unaona haikuhusu kwenye maybe ugonjwa unaodeal nao, kwa sababu mteja anaweza akaja na magonjwa mengi kana ni rahisi kumconvince. Lakini uwe na uelewa mzuri wa bidhaa unayoiuza, faida zake, jinsi inavyotatua matatizo kwa mteja. Unaweza kusoma pia and broken, mtu akaipenda. Kwa hiyo hakikisha kama unanielewa, andika hapo nakupata kiongozi, nakupata kiongozi. Andikeni hapo nakupata kiongozi. Andika hapo nakupata kiongozi. Kama uko live andika nakupata kiongozi. Kila mtu andike jamani. Kila mtu andike nakupata kiongozi. Andika hivyo. Chap chap tunaendelea. Onyesha uthabiti na mwelekeo katika mazungumzo. Hakikisha unapozungumza kwa sauti ya uhakika na kuonyesha kwamba unajua unachokizungumza. Namba 3 nakwambia tumia ushuhuda na mafanikio halisi. Toa ushuhuda kwa wateja nao waliotumia bidhaa na kufanikisha matokeo mazuri. Elezea mtazamo wako wa kuaminika na uadilifu. Weka wazi kuwa unawapa wateja bidhaa bora na huduma bora bila kujificha chochote. Lakini jiulize, jizuie kuonyesha mashaka na kukataa majibu. Jitahidi kuwa mtaalamu hata unapokutana na maswali magumu au shaka za mteja. Jitahidi kuwa mtaalamu. Hakikisha hautakiwi kuonekana wewe ni closer. Najua muda umeenda, lakini tuvumiliane. Naendelea. Japokuwa zimebaki karatasi chache tumalize. Yaani karatasi 5 6 ndio tufanye tuache kumaliza kitabu jamani. Tumalizeni kitabu, kesho tuendelee na kitabu cha hatua za ushindi. Nawaombeni. Hata mimi na usingizi, lakini na ratiba nyingine, lakini nawaombeni. Closer mzuri mbinu za kufunga mauzo haraka bila kuwabana wateja. Closer mzuri hafungi mteja kwa nguvu bali kwa ustadi. Closer mzuri hafungi mteja kwa nguvu bali kwa ustadi. Kufunga mauzo kwa haraka bila kubana mteja ni sanaa ya kuleta uaminifu na mauzo ya kudumu. Mbinu 5 za kufunga mauzo bila kuwabana wateja. Elewa hisia na mahitaji ya mteja. Asiseme kusikiliza na kuelewa kwa undani. Usimamie kusikiliza na kuelewa kwa undani hisia na mahitaji halisi ya mteja kabla ya kutoa ofa.
Tumia maswali yanayomsaidia mteja kujiona ana faida kuliko, yani mteja siku zote anatamani kukuonaga yani wewe ndo amekupiga, yani aone kuwa yeye, yani wewe ana tabia kuona wewe kuwa amekuwini. Kwa hiyo tumia maswali yanayomsaidia mteja kujiona ana faida. Uliza maswali kama, je, ungependa kupata matokeo ya haraka? Je, unaona bidhaa hii inaweza kukusaidia kuondoa changamoto zako? Yani hapo na atasema bwana, naamini, nimekuamini hivyo. Yani hizo zinamfanya mtu kuweza kukuamini wewe. Kwa hiyo unaamini, kama unaamini katumie hivyo. Unamwacha mtu na furaha. Onyesha thamani halisi bila kuvutia zaidi. Elezea kwa uwazi, kwa lugha rahisi, thamani ya bidhaa. Usimshinikize mteja kwa maelekezo mengi yasiyo na tija. Kwa ni lazima uwe na mipaka. Kuweni na mipaka kwenye kuzungumza. Unayeingia sasa hivi, karibu. Kuwa na mipaka kwenye kuzungumza. Elisha upo? Elisha kashaubwaga muda sana. Toa chaguo rahisi za kununua. Wape wateja chaguo rahisi kama malipo kidogo kidogo au punguzo ili waone hawana hatari kubwa. Lakini pia kabiliana kwa furaha na kuweka hatua ya ifuatayo. Endelea kwa furaha, usibane na hakikisha mteja anajua hatua gani anapaswa kuchukua baada ya mazungumzo. Kwa hiyo mteja unamclose vizuri pale, akimaliza anakuambia sasa, kwa hiyo itakuwa ni shilingi ngapi jumla ya madawa? Unaambia dawa zetu gharama yake ni hii na hii na hii. Mbona ni gani? Kwa sababu dawa ya kwanza itafanya hivi, lakini pia inasaidia 1, 2, 3. Unataja faida pale. Dawa ya pili itafanya hivi kutokana na changamoto yako, lakini itasaidia 1, 2, 3. Kwa hiyo lazima uwe na ustadi wa kufunga mauzo na kuifanya mteja aone faida zake. Yani mteja aone kuwa ametoa pesa yake kwa mtu makini. Jinsi ya kutumia mtandao wa kijamii kuondoa mauzo. Mtandao wa kijamii ni dirisha lako kubwa zaidi la kuuza leo. Katika dunia leo, kutumia mtandao wa kijamii kikamilifu ni njia rahisi yenye nguvu kuongeza mauzo ya bidhaa za network marketing. Sasa nakwambia mbinu 5 ambazo unaweza kutumia katika mitandao ya kijamii kuongeza mauzo. Jenga profile yenye uadilifu na usomi. Kila mtu profile yake aiangalie hapa. Ngoja nipitie profile za watu hapa, naziona kabisa ziko live. Agata safi. Wewe weka shilingi 10,000 umezingua, badilisha profile hiyo. Maembo, unanisikia? Hiyo profile hapana. Kesho uje upige profile nzuri, sawa? Vaa koti kesho, sawa? Eliza, hiyo profile hapana. Haipo kisomi. Dr. Jerry, hiyo ni nzuri. Hongera. Lakini hiyo inatakiwa ikae nyuma kama cover. Picha yako ni muhimu. Mimi hapo mnaona jamani, nimeng'aa vizuri na mwaka huu nitapata. Madam Consolata hapo anaonyesha before and after. Yeye anadili na masuala ya uzito. Naona hapo before alikuwaga mnene, sasa hivi amepungua. Safi. Elisha, hapo bado mzee baba unazingua. Unawekea tu product za nini? Watu watakao kujua wanahudumiwa na nani. Kwa hiyo hapa ambao mmejitahidi ni watu 3. Hongera sana Agata. Getruda umeweka dawa, hapa bado. Tafuta picha nzuri. Nilikwambia utakuwa kwenda ofisini. Sasa sijajua paka leo imekuwaje Getruda, hujanipa mrejesho. Jenga profile yenye uadilifu wa kisomi. Tumia picha bora, maelekezo ya kitaalamu na orodha za bidhaa.
na huduma zako kwa uwazi. Toa maudhui yenye thamani kila siku. Shiriki taarifa, ushuhuda na mafunzo madogo kuhusu bidhaa na jinsi ya kuwasaidia watu. Wasiliana moja kwa moja na wafuasi wako. Toa maoni, maswali na ujumbe wa haraka ili kujenga uhusiano wa karibu. Tumia video na story zaidi. Video na story huongeza mwingiliano na hurahisisha kuelekea kwenye faida za bidhaa zako kwa njia ya kuona na kusikia. Andaa ofa za kipekee na mashindano. Tumia ofa maalum na mashindano ya kuwashirikisha wateja wapya na kuhamasisha kununua. Mitandao ni nafasi ya kuonyesha wewe ni closer na wa kitaalamu kwa kutoa msaada zaidi, sio tu kubase kwenye kuuza. Lakini anakuambia hizo ofa za kukosa kujiamini katika mauzo. Anakwambia njia ya kwanza, tambua chanzo cha hofu zako. Wale ambao mna hofu sasa. Wale ambao wana hofu. Andika hapo kama unanipata vizuri, andika kuanzia leo hofu bye bye. Andika tu hapo hofu bye bye. Hofu bye bye. Andika hapo hofu bye bye. Tambua hofu zako. Jitahidi kuelewa ni kwa nini una hofu. Kwa nini una hofu? Ogopa kukataliwa, kuwasiliana na watu au kushindwa kufunga mauzo. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa wewe uanze kuvikataa. Wengine hamuandiki, ndio mmelala. Jifunze na jizoeze mara kwa mara. Fanya mazoezi ya mazungumzo na wateja mara kwa mara ili kupunguza hofu na kujiamini. Kupunguza hofu na kujiamini. Kwa hiyo lazima ufanye mazoezi ya mara kwa mara. Fanya mazoezi ya mara kwa mara. Jiweke katika mazingira chanya. Kila mtu hapo andike mindset. Positive mindset. Kila mtu hapo andike positive mindset. Andika hapo positive mindset kama Kiingereza unajua. Andika positive mindset. Lazima akili yako ikae sawa. Positive mindset. Andika hapo positive mindset. Lazima akili yako ijiweke sawa. Lakini tambua mafanikio yako madogo madogo. Sherehekea mafanikio yako madogo madogo ili kujenga kujiamini, kupata hayo mafanikio ambayo utakuja kuyasherehekea ukubwani. Kwa hiyo vitu hivi usijifanye kama ni vidogo kuwa wewe vikubali. Unaliona navyo hivyo vitu, utaona tu matokeo yanakuja tu automatic makubwa. Kwa hiyo hofu inapungua inapopungua, kujiamini kwa kunaongezeka, lakini mauzo yanakuwa ni rahisi. Watu wengi hawauzi kwa sababu ya hofu. Watu wengi hawauzi kwa sababu ya hofu. Agata umelala, sasa hivi uandiki au unasinzia. Mbinu za kutumia lugha ya mwili kuongea, kuongeza ufanisi wa mauzo. Mbinu za kutumia lugha ya mwili kuongeza ufanisi wa mauzo. Mbinu ya kwanza nakwambia, tumia tabasamu la asili la moyo. Tumia tabasamu la asili la kwenye moyo. Muhimu hiyo jamani. Dennis tulia basi. Tumia tabasamu la asili kwenye moyo. Tabasamu hufunga mlango wa mazungumzo na kuonyesha unakaribishwa na mteja. Lakini angalia macho ya mteja. Mnaita nini? Contact eyes sijui. Contact eyes sijui. Kuangalia face to face ile. Hiyo ni nzuri jamani wazungu. Wasomi hai. Twende kazi. Tumia mikono kwa hadharani na kuonyesha uwazi. Kuweka mikono wazi na kutokutegemea au kufunika mwili hutoa hisia ya uaminifu na uwazi. Kwa hiyo hakikisha unaweka mambo yako yanakuwa ni wazi. Tumia mikono kwa hadharani kwa kuonyesha uwazi. Lakini dumisha msimamo na ukamilifu wa mwili. Kukaa au kusimama kwa msimamo thabiti huonyesha ujasiri na uelewa wa kile unachokizungumza. Kiongozi Magoti I think alifundishaga siku moja kuwa unaweza ukakaa sehemu katika kuongea, unaweza ukafunga mikono ukaiweka vizuri, au ukaweka nyuma au ukaweka mbele. Yaani the way wewe unavyoona kuwa hapa nimesimama katika usmart. Lugha ya mwili inaongeza imani na kuondoa mashaka.
ya mteja ndani ya dakika chache. Kwa hiyo unaweza, mtu anakuja, unamsalimia, unampa mkono, usiogope. Jinsi ya kutumia maswali ya kuongeza mauzo kwa haraka. Maswali hayo, maswali ya kugundua tatizo. Mfano, ni changamoto gani kubwa inayopitia kwa sasa? Tumeshafundisha. Lakini pia umeshawahi kujaribu kutatua tatizo, ushawahi kujaribu kutatua hilo tatizo kwa njia gani? Atakwambia mimi nimetumia madawa haya na haya na haya na haya, lakini mpaka leo bado. Lakini lengo ni kumfanya mteja afunguke na aone kuwa anahitaji msaada. Lakini maswali ya kugusa hisia, mfano, unajisikiaje unapokumbana na hali hiyo mara kwa mara? Inaathirije maisha yako na familia yako? Anakwambia muda mwingine anashindwa kufanya kazi, muda mwingine hivyo, yani siwi free, muda mwingine anatamani kufanya hivi lakini siwezi. Hivyo. Lakini maswali gani huonyesha suluhisho? Vipi kama ningekuonyesha njia rahisi ya kutoka hapo bila kutumia gharama kubwa? Je, ungependa kuona mabadiliko hayo ndani ya siku chache? Ndio maana pale unaweza kuambia, unaweza kutumia hii piwa ya kawaida au unaweza kutumia piwa anafanya kazi mara 3 zaidi. Kutokana na maumivu atachagua piwa ambaye anafanya kazi mara 3 zaidi. Ndio maana ukuta mtu anauza dozi ya milioni 4, milioni 2, 1, 800,000, 700,000. Anapenda dozi ambayo itamsaidia kwa haraka ili aendelee kufanya shughuli zake. Maswali ya kukubaliana nayo. Je, ungependa nipate nafasi ya kukutumia maelekezo mafupi ya bidhaa hii? Je, ukipata punguzo leo hii unaweza kujaribu huduma? Kwa yule ambaye anasema bei ni kubwa, hapa nimekuja na hela chache kidogo. Lakini maswali ya kufunga mauzo. Je, ungependa uanze sasa au baada ya siku 2? Unamfunga hapo. Nitakuja siku 2 hizi. Bora sema hivi kuliko sema nitakuja. Lakini nitakuletea leo au kesho asubuhi. Wale wazee wa delivery, kuletea leo au kesho asubuhi kama mdaidiana kuonana. Maswali haya yanalazimisha kuchukua hatua ya mwisho. Jamani, ungependa uanze leo au kesho au baada ya siku 2? Nitakuletea leo au asubuhi kama mnaongea naye jioni hapo. Maswali sahihi huleta majibu ya ndio ya haraka bila Lakini pia tunaendelea. Anakwambia closer bora closer bora hafuati kwa kubana, anafuata ustadi na heshima. Sasa mbinu 5 za kufanya follow up bila kuwasumbua wateja. Weka kumbukumbu za mazungumzo ya awali. Njia za kufanya follow up jamani. Msije mkasema sijafundisha. Njia 5 za kufanya follow up. Weka kumbukumbu ya mauzo ya awali. Baada ya kufuatilia, hakikisha unajua uliongea nini mwisho na wapi ulisimamia. Muhimu jamani hiyo. Muhimu, tunaelekea mwisho. Kitabu kinaenda kuisha. Kwa hiyo hii inaonyesha kuwa unaheshimu mteja. Tumia lugha ya heshima na huruma. Mfano, habari rafiki yangu, nilikumbuka mazungumzo yetu kuhusu bidhaa X, fresh coffee. Najua unaweza kuwa busy, ila nilitaka kujua kwamba bado upo tayari kupata suluhisho tunalojadili. Njia bora ya kufanya follow up. Toa thamani mpya kwenye kila follow up. Baada ya kusema tu umeamua, unaweza kusema nimekutumia shuhuda mpya kwa mtu aliyefaidika ndani ya siku 3. Naamini unaweza kuona matokeo hayo. Tumia follow up fupi na zenye wakati sahihi. Follow up za usiku sana mara nyingi huwa inamuudhi mteja wako. Hakikisha unatumia ule muda sahihi, mchana au mida jioni. Mruhusu mteja aone wewe ni rafiki, sio muuzaji tu. Kwa hiyo lazima uteke moyo wake. Wasiliana bila, muda mwingine wasiliana naye bila hata kumuuliza kwa unaendeleaje, sijui dawa utachukua lini, hivyo achana na wewe, mjulie tu wale amsha zako. Lakini tuma salamu ya heri na ujumbe wa kutia moyo. Wateja wanapenda sana kutiwa moyo. Follow up yenye huruma hujenga uaminifu zaidi kuliko pressure ya kununua sasa. Nunua sasa. Jinsi ya kufunga mauzo kwa kujiamini katika dakika za mwisho. Dakika za jioni, closer kweli hujua kufunga dili kwa sekunde ya mwisho. Mbinu ya kwanza nakwambiaje? Onyesha msimamo wako wa kujiamini. Onyesha msimamo wako wa kujiamini bila kukasirika. Baada ya kubembeleza au kuwa na hofu, sema kwa utulivu, kwa mtazamo wangu bidhaa hii ndio suluhisho kwa changamoto ulionielezea.
Hapo unakuwa umemaliza. Kwa mtazamo wangu, bidhaa hii ndio suluhisho bora kwa changamoto ulionielezea. Tumia maneno ya kumaliza yenye mwelekeo. Baada ya kuuliza, utafikiria. Tumia, nitaandaa mzigo wako sasa. Tuanze na kifurushi hiki au kile kingine chenye punguzo. Hii tunaelewana. Unamwelekeza mtu, tuanze na kifurushi hichi cha kawaida, utahitaji kifurushi hichi cha kawaida au kile chenye punguzo, nikufanyie mpango chapu. Mimi sikuwa natakiwa kutuma hela hapo. Sisi tumeelewana. Toa reason why now. Reason why now. Toa reason why now. Wakumbushe faida ya kuchukua hatua sasa. Kumbuka, unapochelewa kuchukua hatua, hali yako haibadiliki, lakini tukianza leo, matokeo huanza mapema. Wakumbushe faida ya kuchukua hatua sasa. Kumbuka, unapochelewa kuchukua hatua, hali hubadilika, lakini tukianza leo, matokeo utapata mapema. Lakini tumia kimya chenye nguvu. Baada ya kuuliza maswali la mwisho, kaa kimya. Kimya kina nguvu ya kulazimisha mteja afikirie kutoa jibu. Kwa muda mwingine unatakiwa ukaushe jamani. Mteja afikirie, unampa time, kumbe unamchora. Unajenga brandi. Weka mazingira ya dharura au pekee. Mfano, zipo punguzo aina 3 zilizobaki kwa leo. Ofa hii inafungwa tarehe saa 12 jioni ya leo. Inamfanya mtu usiweke mapunguzo ya wiki nzima. Hasa nini maana ya punguzo? Punguzo ni siku 3 au 2. Kwa hiyo nakaa unasema kabisa kesho kutwa na hela yangu inakuja. Muhimu. Kwa hiyo hicho ni cha muhimu sana. Dakika za mwisho si ya kuogopa, ni muda wa kuonyesha wewe ni nani. Closer wa kweli huyo. Kuna mmoja katukimbia hapa. Sawa kabisa. Weka sorry. Na mimi kama nimechoka. Mbona napeleka speed sana. Jinsi ya kuweka mfumo wa mauzo unaoendelea hata ukiwa hupo. Jinsi ya kuweka mfumo wa mauzo unaoendelea hata kama ukiwa hupo. Anakuambia closer mwenye maarifa achoki kuuliza, anajenga mfumo unaouliza kwa niaba yake. Lakini professional closer ni si kuuza kila siku kwa nguvu, bali ni kuweka mfumo unaoendelea kukuingizia mauzo hata ukiwa umelala. Hatua 5 za kujenga mfumo wa mauzo kudumu. Tengeneza content inayouza. Anakuambia tengeneza video na maandiko, e-box, story zinazojibu maswali ya mteja na kueleza bidhaa zako vizuri. Agata hapo unanipata fresh. Kwa hiyo usione wale wateja wako wanakuja. Pale zile video ambazo nakufundishaga unakuwa umeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo ukija mteja akija ongei sana. Mteja ushamaliza yani. Lakini pia zinaendelea kufanya kazi hata bila wewe kuwepo. Kwa hiyo mteja anaweza akafika ofisini haupo, lakini ukamwelekeza tu bidhaa zile zile. Ya kwanza ni ya pili ni ya tatu ni. Tumia mitandao ya kijamii na Bolt. Tumia mitandao ya kijamii na Bolt. Bolt hizi. Weka autoresponder kama WhatsApp kule tunavyowekaga kwa nitakutafuta baada ya muda mfupi, unaweza kunipigia simu sasa hivi. Tumia hizo. Tumia landing page au linki za kujieleza. Hizo wengi mnafanya, ongeleni. Pima na boresha kila upande. Angalia sehemu ipi ya mfumo wako inaleta mauzo zaidi, na video gani, caption gani, platform gani. Kisha uweke nguvu hapo kuboresha zaidi. Mfumo bora ni kama duka la mtandao linalouza kila siku bila pressure, bila kuchoka. Kitabu kimeisha. Nawashukuru sana mliosikiliza mwanzo mwisho. Mungu awabariki, Mungu awatunze na awape mauzo makubwa mwezi huu. Kila mtu akafanye PV zaidi ya 1000, na kila mtu akae PPV champion, kila mtu akae top sellers, na kila mtu awe PPV champion. Kila mtu anaweza kama akiamua, kama akirisk. No risk, no story. No risk, no story. Kwa hiyo riski ni muhimu. Kuriski ni muhimu. Hivi sasa ni saa 6, lakini kama kuna mwenye kutoa neno la shukrani chochote unaweza kuzungumza. Karibuni. Unaweza ukazungumza hapa, ukaongea. Usiandike, ongea.
Elisha, karibu Elisha. Ongeeni, sitaki mtu aandike. Ongea jamani, ongeeni. Ongeeni. Elisha, ongea. Karibu Elisha, naweza kuita mmoja mmoja. Elisha, karibu. Leo ongei. Ndiyo kiongozi. Sawa, kinauzwa, nitakutumia namba ya huyo. Ni lazima uwe vitabu vyote vitatu huku, lazima uwe na notebook tatu, lazima uwe vitabu vyote ambavyo vinahitajika kwa biashara. Lakini pia kesho, notebook tatu zile za notebook tatu, ziwe tatu. Uende dukani pale kuna Dr. Jeli, karibu. Dr. Jeli. Dr. Jeli amelala, sijui mimi kasha toka kidogo. Eliza, karibu. Eliza. Dr. William. Dr. William. Panda anatufuataga kiongozi, kwa hapa inafanyaje? Jifunza nini leo? Sasa haya, ongea na kiongozi wako. Vitabu vyote vya Biosoma ndio uwe navyo. Sawa, Agata karibu. Mute mic, Agata karibu. Utoke uende wapi? Agata.
Agata, kiongozi Consolata, Getrude, Eliza, wewe umejuaje? Haya, bosi. Maembe